ni moja kati ya biashara haramu katika Jamhuri ya Kenya. Ila kila kukicha biashara hii inazidi kunoga katika kila kona ya nchi ya Kenya. Madanguro yanazidi kupata umaarufu kuliko makanisa katika kila kona ya kaunti ya Kiambu pamoja na Nairobi. Hii leo mimi na mpiga picha wangu kutumia kamera za siri tulijitwika jukumu la kuichunguza biashara ya ukahaba katika mitaa ya Thika, haswa katikati mwa jiji la Thika, na yale tuliyoyafumbua yatakuacha kinywa wazi. Jinsi wasichana wachanga kuanzia umri wa miaka 15 mpaka kina mama wa umri wa makamo wanavyojiuza peupe bila uoga wowote, na haswa maafisa wa polisi wakifanya uchunguzi na wakiendelea kupiga doria katika kila kona ya mitaa ya Thika. Cha kushangaza ni kuwa biashara hii haifanywi na jinsia ya kike pekee, ila kuna wanaume pia wamejitosa katika biashara ya ukahaba na kujiuza mitaani. Nisalie mtume, sitakosea nikisema ni kweli. Kwa sasa ulimwengu umepasuka mahali. Kita kambi hapa ndani ya The FM Show KE, tunakufumbulia kulingana na documentary ya kwetu yale ambayo tuliyafumbua kulingana na biashara hii ya ukahaba au biashara ya uenezaji ya uuzaji ya kujiuza kimwili katika mitaa na jiji la Thika. Hapa ambapo tumesimama ni katikati mwa jiji la Thika, katika barabara ya Uhuru, ambayo ni barabara maarufu sana na barabara ambayo ni kati ya barabara biashara zinaendelea kila kukicha katika mtaa wa Thika. Kina mama wasipungue miaka 45 kwenda juu wapo mitaani wakijiuza. Mabinti wadogo wameondoka manyumbani kwao na kuingia mitaani usiku wa manane. Maana ni kukumbushe, wakati tulikuwa tukichukua picha hizi na kuendelea kuchunguza, ulikuwa ni wakati wa kuanzia saa 7 usiku mpaka nyakati za saa 10 asubuhi. Ndio tuliendelea kufanya biashara hii. Cha kushangaza ni kuwa biashara hii ni haramu, na haswa mabinti hawa mara nyingi hawana ulinzi wa kutosha. Mara unawapata wanakimbishwa na kuhofia maisha yao wakati wanashtukia maafisa wa polisi wapo mitaani. Ila kuna wale maafisa wa polisi ambao wapo tayari aswa waweze kupewa hongo na kupewa kitu kidogo ndipo waweze kuacha kuwasumbua. Unapomuona pale ni kijana mdogo, na wakati ule anajaribu kununua bidhaa hii ama mwili wa mwanamke fulani ambaye unamuona pale akiwa amemkumbatia, na inaonekana wamepata kukubaliana na wanaingia chumbani. Tulipata pia kuingia katika vyumba ambapo watu hawa huingizwa baada ya makubaliano katika biashara hii, na kugundua vyumba hivi unalipa tu shilingi 100 ama 200 kwa lisali moja. Ukilipa shilingi 100 unapata dakika 30 zako, unaingia unamaliza biashara yako. Ila wengi wa mabinti hawa inaonekana hawaingii katika biashara hii wakiwa kwenye akili zao razini. Wengi wao inawabidi watumie miadarati na dawa za kulevya ndipo waendelee kujiuza mitaani. Mtaa wa Thika inatambulikana kama the center ya kaunti ya Kiambu, na haswa center ya eneo lote la Mlima Kenya. Kwa sababu gani? Mtaa wa Thika ni moja kati ya mitaa ambayo iko very industrialized, na maanisha biashara nyingi na makampuni mengi yapo katika mtaa wa Thika. Hivyo watu wengi wanapolea katika mtaa huu, na inakuwa virahisi sana kwa wanawake hawa wanaojiuza pamoja na wanaume ambao tulipata kuambiwa ni mashoga, na kuna wanaume ambao wanawapenda wanaume wenzao. Hivyo wao wanakuja pale na kuwanunua hawa wanaume na wanakwenda nao kuweza kujitumbuiza kimwili. Dunia inaelekea wapi ndugu zangu? Tukiendelea hapa, unaona tuliamua
Hatutotulia mahali moja, tulipata kuzunguka katika tauni yote ya Thika usiku kucha, tukipata kuchunguza kile ambacho kimekuwa kikiendelea na haswa biashara hii inafanyika kivipi. Tuliingia mtaa wa Thika kuanzia saa 6 usiku, na pale ndipo tulianza chunguza zetu. Ukiwaona hao wote ambao unaona wakipita hapo, hata hao akina mama ambao unaona pale, hao so watu ambao wapo katika kazi zao zingine, wapo katika kazi ya ukahaba. Wengi tunawaona pale wakitafuna miraa ama wakipata kutafuna mairungi kama jinsi ambavyo inatambulikana. Na watu hawa wanatumia miadarati kwa sababu gani? Kumbuka miraa ni mogoka ni miadarati ambayo, ama niseme ni matawi ambayo ukiyatafuna unakosa usingizi, na hawa wapo kazi yao inaanza usiku mpaka asubuhi. So mara nyingi wanapotafuna miraa hii inakuwa hawapati usingizi na hawasumbuki wakati wapo kazini, wanaendelea tu kujiuza na kuweza kuchuuza mali yao ambayo haijawekwa muhuri wa Kenya KBL, Kenya Bureau Limited. Wanajiuza tu na kuendelea kujichuuza katika mitaa ya Thika. Ukiwatazama pale jinsi ambavyo wamevalia, wengine wao ni very innocent, maana kina mama wanakuja wamevalia vitenge na wapo tayari kujiuza. Na wakati tuliingia kuongea na wao, tulipata kugundua kwamba kila mtu ana clients wa kwake, na kila mwanaume ana jinsi ambavyo anapenda mwanamke awe. Hivyo kuna wale wanapenda wanawake wale ambao ni wazee na wale ambao wana miili mikubwa. Hivyo ndo maana unapata kina mama hawa wanajitosa katika biashara hii na kuendelea kujiuza katika mitaa ya Thika. Wanakuja pale, wanachagua, na ukichaguliwa mwenyewe unafurahia. Mara nyingi katika Jamhuri ya Kenya biashara hii haifanywi kwa pesa nyingi sana, 100, 200 ushapata nafasi yako. Na tukipata kuchunguza pia tuligundua kwamba wale wengi wao waliopo pale hawatumii kinga, na ndio maana virusi vya ukimwi vinaendelea kuenea kila kukicha. Na cha kushangaza pia ni kuwa tuliambiwa kwamba unapomchukua mwanamke pale ukwende naye chumbani, mkiwa mmekubaliana nitalipa shilingi 200, utakapofanya na yeye tendo bila kutumia kinga anakulipisha shilingi 500, anaongezea 300 juu ya zile pesa ambazo mlikuwa mmeagana hapo kitambo. Pia tunaarifiwa kwamba kazi hii ina changamoto zake, na moja kati ya changamoto zake ni kwamba wanaume wengine wanakuja wanawachukua na magari wakiwa wamewaahidi pesa fulani, ila wanakwenda kule kuwatumia. Wengine wao wanawaua mwisho baada ya kuwatumia. Unamchukua kahaba kwenda naye nyumbani, ukimalizana na kazi yako, instead ya kumlipa unaamua mimi sina hela ya kumlipa, so the best thing I can do ni kuweza kumfanyia kitendo cha kinyama na kumuua. Ni jambo ambalo linawatia hofu sana watu hawa wakati wapo kazini, na ndio maana most of them wapo very cautious. Na hata ukija umpatie 10,000 wakati unakwenda naye, anaacha kana kwamba amewaambia wenzake, angalieni gari hiyo, mchukue number plates za hiyo gari na muwe tayari, chochote kitakacho nitokelezea muwe tayari kwenda na information hii na hii, mkapeane taarifa kwa polisi. Na wacha niwakumbushe, biashara hii haifanyiki mbali sana na kituo cha polisi cha Thika. Ni mita 100, 200 tu kutokea katika kituo na haswa headquarters za polisi wa eneo la Thika, ndipo ambapo biashara hii imenoga sana. Ina maana maafisa wa polisi wanachukua hongo kwa hawa wanaojiuza katika mitaa ya Thika usiku, na wakichukua hongo wanaendelea tu kufanya biashara yao bila kusumbuliwa. Na cha kushangaza ni kuwa pia kuna watu ambao wanakuja pale na nia za kuweza kuwadhulumu. Kingine ambacho tuligundua ni kwamba kuna mwanamke fulani alipata kupatwa pale na kupigwa usiku kucha,
aliumizwa sana. Anapigwa nini? Kwa sababu kuna wezi wawili walikuja na kudai ya kwamba wao amewaibia simu, ila cha kushangaza ni kuwa wao wenyewe ndio walikuwa kitaka kumuibia simu. Kile kilichomsaidia huyu mwanamke ni kwamba alisema kwa simu yangu kuna picha mwanangu, mimi ndio nimeiweka ikiwa wallpaper ama screen display ya simu yangu. Hivyo ukifungua simu yangu utapata mwanangu pale. Sasa niambieni mimi nimeiba vipi hiyo simu? Tuliendelea na chunguza zetu, tukaendelea kuingia katika sehemu tofauti za eneo la Thika. Ukimtazama huyo mama hapo, unamuona ni mama ambaye anakaa mama mwenye heshima, mama mkongwe. Lakini unajua uchumi wa Jamhuri ya Kenya mahala ulipo, watu wanafanya vitu vingi aswa ndipo kuweza kulisha familia zao na kuwasomesha watoto wao. Na ndio maana wengi wamejikuta katika biashara hii ambayo ni biashara haramu na biashara ambayo ajali inaweza kutokea wakati wowote. Kumbuka biashara ya ukahaba nchini Kenya ni ukweli imenoga ndio, lakini ni haramu. Lakini katika mataifa mengine hasa ugenini ni biashara ambayo ukiingia mitaani ndipo uweze kueneza kujiuza ama kujichuuza ama kufanya biashara ya ukahaba, lazima uwe na leseni, ukuwa umekatia leseni bidhaa yako ambayo unaenda kuiuza. Sijui tunaelewana, lakini ulimwengu unaelekea pabaya ndugu zangu. Mitaa inagiza kabisa. Ukiangalia ni usiku wa manane, sisi tulikuwa tumetulia kwenye gari letu tukijaribu kuchukua hizi picha ndipo kukuletea documentary. Ila ukiangalia utagundua watu hawa wapo wamekaa. Mara nyingi unapata kuna yule ataingia hapo akae, ni mama mkongwe ndio ameingia pale amejipondoa ya kutosha, anakaa hapo mpaka asubuhi na hamna customer hata mmoja ambaye anamkaribia na kumuuliza. Ila nikuulize, ni nini haswa kinaweza kupelekea wewe mwenyewe kujikuta ukifanya biashara? Na hasa si kwa wasichana, niulize kwa mwanaume. Mwanaume unaingiaje mitaani unaanza kujiuza? Tumeona mambo haya yakifanyika katika nchi za Marekani, nchi za Uingereza na nchi zingine kule ugenini, lakini hatujaona biashara wakati mashoga unatoka sona kujiuza hadharani mchana. Hili nimekuja kuliona kwa mara ya kwanza mimi katika mtaa wa Thika. Nilishangaa sana. Maana nilisikia tu fununu kabla nijitwike jukumu la kuingia katika mitaa ya Thika. Na ukigundua wengi wao wanakaa ni watu ambao wana heshima zao, jinsi ambavyo mtu amevalia. Maana kuna kile nilikiona usiku, kuna binti mmoja mchanga sana aswa miaka 17, 16, 8 hapo. Mwanaume amekuja akamchukua kwenda naye, hakumfikisha chumbani, alimalizia biashara yake kando ya barabara. Anamalizia biashara yake kando ya barabara, anampatia shilingi 100 yake, amwambia rudi kazini. Enzi za Sodoma na Gomora zinarejea. Tusijifumbe macho tuseme ya kwamba hatuoni kile kinachoendelea. Maana wakati tunafanya kazi kama hizi, sisi wenyewe kujinyima usingizi usiku ndipo kukuletea kazi kama hii, ni ili kukufumbua macho wewe ugundue haswa ni nini kinaendelea katika jamhuri yetu ya Kenya na maisha yametufikisha wapi. Maana ukipata mtu anaamua tu mimi naingia mitaani kujiuza, ajali kinga, ajali kifo, jua ulimwengu umefikia pabaya. Na serikali ya Rais William Ruto inahitaji kutia bidii sana kuweza kuwapa Kenya maisha wanayostahili. Sio kila kukicha tunapambana tu kuweza kujiokoa katika mikono ya hawa wafidhuli ambao hatujui mara ya mwisho wataweza kuamua sisi wote hatuna maana ni lini. Maana wapo tu hawajali hawabali. Sasa mabinti kama hawa usiku kucha yupo mitaani, usiku kucha anajaribu kutafuta shilingi. Wanaume wanaokuja pale hawana hela nyingi,
ni hela shilingi 100, 200, na wakati anazichukua zile hela ndipo anapata chakula. Mara nyingi nawaambia usiwalaumu kabisa, usielekeze kidole cha lawama wakati unawapata kwenye mitaa. Maana story nyingi nilizozisikia, kuna mama pale ametuambia kwamba yeye yupo katika biashara hii ndipo aweze kumsomesha mwanawe, ndipo aweze kulipa karo ya binti ambaye yupo shuleni anaelekea kidato cha 4, na anajua akiomba zile hela hatapata, akijaribu namna nyingine hatazipata. Hivyo akaona kama wanaume wananunua huu mwili, basi mbona nisiingie nijiuze? Mungu wangu, okoa nchi yetu na okoa wasichana wetu, aswa kina mama. Maana mara nyingi unapotazama video hii utagundua wale wanawake waliopo pale wengi wao wamehitimu umri wa kuwa mama zetu. Ndio maana unajiuliza swali, ukijiuliza maswali kichwani, haki ya Mungu, unaomba Mungu aondoe umaskini na ufukuze kabisa katika jamhuri yetu ya Kenya. Ndio kila mtu awe na maisha anayoyapenda. Maana umaskini ndio chanzo kikubwa cha kina mama hawa kujitwika jukumu la kujiuza katika mitaa usiku. Aswa tunafikia kikomo cha documentary ya kwetu. Hii ni mitaa ya Thika. Tulikuwa tunatembea usiku kutumia kamera zetu fiche kila kona ambapo makahaba hawa wameweza kukita kambi, ambapo wameweza kusimama, ndipo kuendelea kujiuza na kujichuuza. Na ndo maana unaona mara nyingi kwenye video hii tuna shift kutokea mahala tulipo tunakwenda sehemu nyingine, tunatembea katika mitaa nyingine. Utaona bodaboda zimepakiwa, watu wanauza vitu zingine usiku, ila kuna sehemu ambazo hamna watu walishafunga makazi yao na kwenda nyumbani. Maana kumbuka hizi ni nyakati za usiku sana. Hivyo inakuwa ni vigumu kupata raia wakiwa pale. Hii ni kuonyesha jinsi ambavyo mitaa ilivyo na jinsi ambavyo kulikuwa kumetulia. Hiyo ni basi ya metro. Kumbuka haya ni mabasi ambayo mara nyingi yanapeleka watu kutokea katika eneo la jiji la Nairobi mpaka kule katika maeneo ya Thika usiku. Hii ninaonyesha tu street ambazo hii biashara inaendelea kufanyika usiku kucha. Kama utakavyogundua ndivyo mambo yalivyo. Ni biashara inayopigiwa upatu na wengi, na wengi wanajipatia kipato chao kupitia kujichuuza katika mitaa ya Thika. Huyo hapo ni moja kati ya mabinti ameshapata customer, na huyu ndio binti nilikwambia alikwenda akamaliziwa kando ya barabara na kuletwa. Huyo ni jamaa ana negotiate price na mama fulani pale. Hatukuwa na mengi, maana mara nyingi tuliofia hawa watu wangeziona kamera zetu wangeanza kuzua vurugu, na lile ni jambo ambalo hatungependa. Hivyo ikawa tuwe makini sana wakati ambapo tuna rekodi. Na acha nikukumbushe, unaowaona wanatoka kwenye hayo manyumba, hayo ndio tunayosema ni madanguro, ni vyumba vya hoteli hivi, ambapo huko unalipa 200 tu unapata lisa lako limoja na mwanamke ambaye umekuja